Kuna wakati tunapitia hali ngumu sana ya kimaisha. Unakuta kila unalolifanya haliendi. Kila ndoto zako ambazo unazipangilia unakuta hazitimii. Kila jambo ambalo unakuwa unalitarajia au ambalo unalifanyia kazi kwa bidii unakuta haliendi. Sasa unakuta unakata tamaa, unachoka. Na kama uko kwenye hali hiyo au unajihisi hivyo kwa wakati huu, basi hii video ni kwa ajili yako. Haijalishi unakata tamaa, haijalishi umechoka kwenye hali gani. Inaweza kuwa kimaisha, kiuchumi, kivyovyote vile, lakini angalia hii video mpaka mwisho ili iweze kukujenga na kukuelekeza kwamba unatakiwa ufanyaje wakati huu ambao unakata tamaa. Watu wengi sana unakuta anakata tamaa mpaka anafikia stage anafikiria labda hata kujiua au anafikiria hata kufanya kitu kibaya kwa sababu anachoka, anafikiria labda vitu ambavyo anapitia ni vitu ambavyo ni vigumu sana. Lakini niko hapa kukuambia kwamba wakati wote ambao unapitia nyakati ngumu, ni lazima ukumbuke jambo moja, kwamba asili ya maisha yetu ipoje. Na siku zote asili ya maisha yetu inatuambia kwamba life is unfair. Siku zote tunasikiaga msemo kwamba life is unfair, lakini hatuelewi maana yake ni nini. Ndio kama vile kwa Kiswahili tunavyosema dunia haina usawa. Ni kwa sababu wakati wote unataka jambo lako lifanyike kama vile ambavyo unavyotaka, kama vile ambavyo unataka liwe sahihi kabisa, lisiwe na changamoto yoyote ile. Lakini life is unfair. Kwa hiyo wakati mwingine kweli unatarajia jambo lako liende sawa, liende vile ambavyo unavyotaka wewe, liende namna ambavyo unavyotaka wewe, au unataka liwe kwa usahihi kabisa, lakini inashindikana. Ni kwa sababu maisha hayana usawa. Na ukishaelewa hili jambo kwamba maisha hayana usawa, je, utaishije katika hii dunia ambayo maisha yake hayana usawa? Unatakiwa uelewe mambo matatu tu. Jambo la kwanza ni kuangalia changamoto unayopitia ni ipi. Lazima ukae ujitafakari kwamba safari hii niko labda nina wasiwasi, nina hofu, ninahisi kukata tamaa. Kwa nini? Ufikirie changamoto ambayo uko nayo. Kwa nini unajihisi kukata tamaa? Kwa nini unajihisi kuchoka? Kwa nini unajihisi hiyo hali ambayo unaipitia sasa hivi? Kwa hiyo ukishajua hiyo changamoto yako, labda ni kwa sababu hali mbaya ya kiuchumi, labda huna kazi, labda ni jambo fulani lolote lile ambalo unapitia wewe, jiulize swali la pili. Je, hii hali ninayopitia ipo ndani ya uwezo wangu au ipo nje ya uwezo wangu? Kama ni hali ambayo ipo ndani ya uwezo wako, ni ile ambayo unaweza kuishughulikia na ikaisha. Kama unahisi kama kuna jambo ambalo haliko sawa kwa wewe binafsi, basi unaweza kujibadilisha. Ukasema mimi tabia zangu sizipendi, basi sasa hivi nabadilisha mienendo yangu. Na kama ni jambo ambalo liko nje ya uwezo wako, ni kama vile maneno ya watu, labda watu wanakusemea kitu fulani, hauwezi kuwapangia watu waseme nini. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho kipo nje ya uwezo wako. Kwa hiyo mwenyewe utafikiria na utatafakari kwamba hili jambo ninalopitia kwa safari hii, je, lipo nje ya uwezo wangu au lipo ndani ya uwezo wangu? Na ukishapata majibu hapo, basi hatua ya tatu ni kufanya kwamba kama ni jambo ambalo liko nje ya uwezo wako, basi ni kubadilisha mtazamo wako kuhusiana na jambo hilo. Unajua kabisa hili jambo lipo nje ya uwezo wangu, siwezi kufanya hichi kitu kwa sasa hivi, au hichi kitu kinahitaji muda fulani, au hichi kitu kitafanyika labda mwaka fulani, hakiwezi kutimia kwa sasa hivi, au hili jambo siwezi kulipa suluhisho kwa wakati huu. Basi hakikisha unabadilisha mtazamo wako kuhusiana na jambo husika. Sasa usikae na kitu ambacho kinakuumiza na unajua kabisa hakiwezekani kwa wakati huu. Basi umekaa unakingangania haiwezekani. Hapo ndio utakuwa unajiumiza, unajipa pressure, unajikatisha tamaa kwa sababu kitu unajua kabisa hichi kitu siwezi kukibadilisha kwa namna yoyote ile. Basi badilisha mtazamo wako. Kama unaweza kukipuuza, kipuuze. Kama ni kitu ambacho kinangoja, kinasubiri wakati mwingine, basi jipe muda. Jipe muda kwamba mpaka wakati fulani hichi kitu ndio kitakamilika, kwa sasa hivi hakiwezekani. Na ukishajua yote haya, basi maisha yako yatakuwa vizuri. Hizo hofu, huo uoga na hizo changamoto za kukata tamaa zitaisha. Lakini kwa wakati wote huo hakikisha unamtegemea Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye ambaye anatupa kibali cha kufanya kitu chochote kile. Na Mwenyezi Mungu ndiye ambaye anaweza kubadilisha situation yako unayopitia kwa sekunde moja tu. Kwa hiyo hakikisha kwenye safari yote hiyo, basi Allah ndiyo kiongozi wako. Mwenyezi Mungu ndiye ambaye unamtegemea, yani akufanyie yale ambayo unatamani yawe kamilifu katika maisha yako. Kwa ni vibaya na haipaswi kukata tamaa. Hakikisha tu siku zote unakuwa na amani na maisha yako yanakuwa na amani siku zote. Ukiona jambo linakusonga, ujue tu ni la mpito. Kikubwa ni kuangalia changamoto ni nini? Je, changamoto iko nje ya uwezo wangu ama ipo ndani ya uwezo wangu? Na kama ipo nje ya uwezo wangu, basi ni kubadilisha mtazamo wako tu.
basi na maisha mengine yataendelea na yatakuwa vizuri tu. Kama umeangalia mpaka hapa na umefurahia video hii, tafadhali usiache kusubscribe, like hii video, tafadhali share na watu wengine kwa sababu inanisaidia kuweza kukuza video yangu, kukuza channel yangu hii. Share na watu wengine, like video hii na usisahau kusubscribe. Mpaka wakati mwingine, bye.